Say again, my Father. Not in my generation. I will not allow to be defeated in my generation. Say it again, not in my generation. I will not allow to be down in my generation. Sema sio kwa kizazi changu. Sitashindwa, sitawekwa chini, sitanyamazishwa. Sauti yangu hautanyamazishwa, sauti yangu hautapigwa, sauti yangu hautatulia, sauti yangu utanifungua, utaniachia, utaniweka huru, utanisaidia. Sema yeyote anayetaka ninyamae kwa kizazi changu, sitanyamaza. Sema yeyote anayetaka nisiitane jina la Bwana Yesu, hautaniweza kwa kizazi changu. Sema sitawezekana, sitaondoshwa, sitafukuzwa, sitanyimwa haki, sitakuwa maskini, sitaombaomba kwa wanadamu kwa kizazi changu. Sema nimekataa, sema nimekataa, sema nimekataa, sema nimekataa. Sekunde 10, sema nimekataa. Sema kwa sekunde 10 nimekataa. Father, not in my generation, I refuse. I shall not be sent power. I shall not be quieted. No one shall mute my voice. No one shall stop me. Not in my generation. No one shall be able to stop me in my generation. No one shall be able to stand for the way to oppose me to move forward. Not in my generation. I declare, not in my generation. Never shall it happen in my generation. I shall not bury the young people in my generation. I shall not bury the youth in my house. I shall not bury my wife in my youthful life. I shall not bury my husband in my youthful life. I shall not bury our firstborn, our secondborn, our thirdborn, our fourthborn. I shall not bury. I refuse to bury my children in my youth. I refuse to bury. Not in my generation. I declare nobody shall be able to stop me in my generation. In Jesus' mighty name. Father, I want to thank you for your word. Breathe in this word. Let it come with power. Let this one come with anointing. Let this one come with revelation. The way you spoke to me this morning, anoint this word. Breathe in this word. And let this one come with authority. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. May you take a seat. Thank you very much. May you take a seat as we proceed this morning. Today is a new day. It's a day of a youth. And we need to behave like youth. We don't need to behave like old men and old women. I want to warn those people that sleep in the presence of God. This is not a good Sunday for you to sleep in the presence of God. If you want to sleep, wait for the day of the old men and old women in the church. That's the time and then the Sunday that we're going to sleep on those days. But this day I want to tell us that you need to stay alert in the presence of God, because everything can happen as for now. Amen. Amen. I'm talking to us. Amen. Talking to us. In a few minutes that God is going to give unto me, I want to share unto us the message that God is speaking to me this morning. The title or the topic of the message that I want to share is why the new generation. Why the new generation? This message God has been speaking to me this morning. When I was praying, I was asking God, because I've been talking about fight for your growth. I was asking God, and I've been talking about this man called Noah. I've been talking about Noah. And when I was talking about Noah, and I said, God, when He commands you, when God speaks unto you, there's the things that God is going to do, and there are other things that
that you as a believer, you need to stand in a position and decide to do them. God will not do for you everything. We have things that God will do to repeat again. We have things that God will do, and we have other things you as a man or you as a flesh, or you as a son of a body, you need to stand in the gate and do them. But God will do them for you. Amen. So when I was praying in the morning, when I was soaking myself in the presence of the morning, asking God, speak to me as I'm going to speak to people. God told me, go and tell my people that you need to understand. My people need to understand that I move with a new generation. Tell me a new generation. New generation. Tell me a new generation. New generation. Tell me God moves with a new generation. The word new comes from the word old. When you see the word new, it means that there was an old thing, and when the old thing passes, the new thing becomes. As the Bible says in the book of 2 Corinthians chapter number 5, even not from verses number 17, the Bible says, if anyone is in Christ, is anyone is in Christ, is a new creature. Am I talking to us? Chapter number 5, verses number 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Lift up your hand and declare, my Father. Oh, you are not declaring. You are not declaring. You are not declaring. Lift up your hand and declare, my Father, by fire, my Father, I am born again. I will celebrate today. I will celebrate today my birthday. As a young child, as a young man, as a young woman, in the Lord, I'm born again. I am a new creature. Say it again, I'm a new creature. Say all. Say my yakale. Sikia neno la Bwana. Maandiko yanasema yeye amekwisha, yeye amepita, mambo yamekuwa ni mapya. Sema niliyoshindwa kuyafanya nitayafanya. Niliposhindwa kwenda nitakwenda. Walionitangulia walishindwa kupanda ndege, nitaipanda ndege. Walionitangulia walishindwa kwenda ng'ambo, nitaenda ng'ambo. Walionitangulia walianzisha kazi ikazima, biashara zikazima, matendo yao yakakoma, lakini mimi I am a new creature. All things go. Sema mambo ya kale niondokee, sura ya kale niondokee, sura ya kushindwa niondokee, sura ya kuangusha vitu ninaachia jirani niondokee, sura ya kuinuka ninaanguka niondokee, kila mikataba ya kitambo. Sema tena, kila mikataba ya kitambo inayonifunga leo kwa jina la Yesu ninawaamrisha leo, mikataba ya kitambo haribika. Anisikize, Biblia inasema behold. Unaona behold alafu unakoma. Kiswahili inasema tazama alafu unakoma kidogo. Tazama alafu unakoma kidogo. Behold, yaani inamaanisha kwamba when you are born again, kuna mambo lazima ukubali ya kwamba yamekuondokea na uyakumbushe kwamba unastahili kwenda. All things are passed away. So unaweza kubaliana all things zikuwe karibu na wewe, na unaweza kubaliana all things ya kwamba ziende. Unaona sababu hapo anasema ukishamaliza kuna neno pale behold. Neno behold ni kutazama. Sasa ukishamaliza mambo kale nenda, ndio unataka ufungue macho. Usipofungua macho basi mambo mapya yanaweza kuja na yakapita. Watu wengi tumeokoka lakini mambo mapya yamekuja na hayajatupata. Mambo mapya yamekuja, tumekuwa kipita, yamekuja na pita.
opportunities zinakuja zinapita, refreshments zinakuja zinapita, fedha zinakuja zinapita, yaani vitu vizuri vinakuja ambao nataka tuzipatie. Niliokoka niko maskini, utajiri unakuja, because macho yangu yamefunga, I am not beholding, hilo utajiri unapita. Lakini unapofungua macho yako bila sema kwamba behold, ukishafungua macho yako ukishatazama, Biblia inasema all things are become new. Because when things were old, nilifinywa na maskini. When things were old, nilizuiliwa kwenda mahali fulani. When things are old, nilizuiliwa kufanya vitu. When things are new, I need to behold what God is doing. Yaani tazama ni mambo ya Mungu anafanya. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Macho yangu funguka. Sema tena macho yangu funguka. Nione mambo mapya. Nione vitu vipya. Nione maneno mapya. I am new in this generation. Unajua majina yako vizuri? Unajua majina yako vizuri? Yes. Unawezekana uliitwa majina kama mimi. Mimi niliitwa babu ya mama yangu. I am not old now. I'm new. I'm new. I'm not old now. I'm new now. When I was born again, the old man went back to the grave. The man is a new one. Declare, Father, in my generation, I am a new one. I am a new one. I am a new one. Declare, put your name, say, my Father, people think I'm money or pass. I am a new creature. I am not the old one. The old one passed away. I am a new one. I am a man who is new in the name of Jesus. And I've opened up my eyes. I command all the blessings, all the new things, all the opportunity, all the good things that God has commanded to come on my way. Kila vitu vizuri ambavyo Bwana ameamrisha vije
gari itakuwa ndani, watoto wangu watasoma bila kung'ang'ana, akaunti zangu zitakuwa na pesa, kwa simu yangu, kwa jina la Yesu. The new generation. Why the new generation? Why the new generation? Really, I say it's the day of youth, and we must move in the youthful style, because it's the day of strength. It's the day of strength. The secret move on. Fight for the growth. Why the new generation? Genesis chapter 6, verse number 3 and verse number 4. Genesis chapter 6, give me verse number 3. Ndipo Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni wa kufa, siku zake zitakuwa miaka 120. Wanefili walikuwepo duniani siku hizo, na baadaye hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu na kuzaa nao. Wanefili walikuwa mashujaa na watu waliojulikana wa zamani hizo. Unasikia? And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is a flesh. I agree. Yet his days shall be 120 years. The Lord said, my spirit, roho yangu haitashindana na mwanadamu siku zote. Why the new generation? Why the new generation? I'll give you 5 reasons why the new generation. But before I give you 5 reasons, let me give you an introduction first. God is always concerned with the new generation. God moves with that generation. When the Bible says, in the book of Genesis chapter 6 and verses number 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man. There was a generation that was living at that time, where God wanted this generation to walk with Him. God wanted this generation to know Him. God wanted this generation to recognize Him. God wanted this generation to stand with Him. And then God came to discover that the generation that was living that time was not willing to stand and walk with God. It's a very painful thing. Ni jambo la kusikitisha sana, na ni jambo linaumiza sana kwa kizazi chako. Mungu anatafuta mtu atakayetembea na yeye, lakini inaonekana kwamba hamna. Mambo aliyemwomba mwingine ni Ezekiel. In Ezekiel chapter 22, verses 13, God is speaking to Ezekiel. He's saying, I looked among them. Niliangalia katikati yao. In each and every generation, kila kizazi kinachotokea, Mungu angalia kwa kila kizazi. Kama kuna mtu atatembea naye ama hapana. Kama kuna mtu atamkubali ama hapana. Kama kuna mtu ambaye atachukua majukumu ya kuishi na Mungu ama hapana. Kila kizazi Mungu anaangalia kwa mtu. Na kwa nini kizazi? Kizazi kinatambulika wakati mtu anafika katika umri kati ya miaka 12 mpaka miaka 39. Hicho ni kizazi. The generation starts from 12 years mpaka 39 years. Tunatoka kwa utoto, tunaingia kwa mtu, ndio unasikia kwamba msichana kama kuna kitu anacheza naye kama tukoni. Vijana hivyo hivyo wanaweza fanya mambo yasiyofaa. Cheza naye, huwezi cheza naye tena. But God is concerned with the generation. Each and every generation ambayo anaanzia miaka 12 mpaka miaka 39 mnataka. Kama umefika miaka 40 kwenda mbele, mimi sio mimi na wewe. Ni maombi uliyofanya kutafuta kile ulichopoteza wakati huo. Hapo miaka kuanzia 12 na kwenda hapo ndipo watu wanapotezea maisha yao. Kuna wasichana ambao wanakuja
wanakuja wanavunja ubikira wake katika hiyo enzi ama wakati, na wanatoka kile Mungu alikuwa amewekeza ndani mwao, kinakuja kinapotea. Uliona wale ambao tulikuwa tumeanza hii asubuhi kwa sababu pale mstari, na nikawa na hasira, nikaosoma nikawa nasema kwamba mabikira na wasichana wasioleka na papa anasema hivi ndio mnaangalia hapo. Kutoka miaka 12 mpaka miaka 39 ndio bikira unaharibika kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume, na mtu anaharibu bikira wake anajalisha, anaweza kukupa balaa maishani wako, anaweza kukupa bahati mbaya maishani wako, anaweza karui maishani unaitaka usiku nitolea kwa maombi kwa kumaanisha. Hapo ndipo wengi wamepotezea maisha yao, hapo ndipo wengi wamepotezea alama ya utajiri, hapo ndipo wengi wamepotezea alama ya mwito, hapo ndipo wengi wamepotezea kile Mungu alikuwa amewekeza wakiwa tumboni mwa mama yao. Miaka hiyo unaita new generation, ufike hapo nipate kufika hapo nilipata, basi utabariki unapozungumza, lakini kufika hapo kama unapata chochote, basi baada ya hii tukandana kutoka bure bila chochote. Kuna mabinti wengi, kuna watoto wengi ambao ukiangalia hivi ukiomba unaona huyu mtu astahili kuwa peke yake. Hii kwa sababu anajiuliza Mungu anapoongea katika huo umri, hapo ndipo roho ya Mungu haingeng'ang'ana naye tena. Ndio maana Mungu anamwambia Musa anaandika, Musa anasema kwamba the Lord said, my spirit shall not always strive. Now always anamaanisha the spirit comes. Speak to yourself. Unakataa. The spirit comes. Stands for standing the faith. Unakataa. The spirit inakwambia kwamba no about me. Walk with me. Unakataa. Unaamua kwamba unasikia roho za wanadamu na roho za mashetani, na unaingia katika kufanya mambo ambayo yanajisi maisha yako, ambayo yanakuletea balaa maishani, because you're striving with the Spirit of God. The Spirit of God shall not strive with man forever. There's a time the Holy Spirit will come to you, I said that people came early and wonder if God can carry you to 12 years from now 12 years, you will know that there was a one who lived on the earth. I will leave the impact, I will leave the history. Upumbavu wanaandika katika population, wanasemanga wewe ongea haraka sana ufikie. Lakini I'm talking from experience. If God can carry me back to 12 years and give my pastor like the pastor I know, my life can change. My life can do many things when I'm still alive. I can do great things. I can live on my legacy on the face of the planet. Some of us were regretting because we wasted our years. We wasted our years. That's why I'm giving an opportunity to speak with the youth. I don't join with the youth. Because we don't need to blame ourselves to God. Like somebody who sat under another man who's confused. I'm not confused. The Spirit of God is willing to make the Spirit of man. God is willing to walk with a man. God is willing to use a man. God is willing to enter into every generation that comes. When a woman gives birth to a child as a boy or a baby girl, and that child will be a child of a woman until 12 years. 12 years, then God began to take over. The Spirit of God began to come to this child now and then. Speaking this, I want to use you. Speaking this, I want to open you. Speaking this, I want you to know this. Many children at the age of 18 years, they began to receive dreams, preaching, dreams, driving cars, dreams, being in offices, dreams, being great women and great men. But something unfortunately happened. What happens? Sin. When sin enters in that area, that is now the sin will cut off the man with the Spirit of God. So God said, I cannot serve the man forever. Let me kill him, let me destroy him, let me leave this man. Let me leave this man.
Basi wakafunga. Now God cut off the days of autonomy because His Spirit is fighting with the Mungu anaweza kuwa amekuumba na anataka kwamba uishi na kamili, lakini kwa sababu anakuja anataka ufanye kazi yake, anakuja anataka atembee na wewe, anakuja anataka aishi na wewe, na anakuta kwamba wewe hauko tayari, hauko willing. Mungu anaamua miaka yako inafundishwa. Kuna watu yake wanafundishwa. We are blaming God, but God came when He wanted to be. Because some of you don't tell us people, there were giants in the earth. There were giants. Giants and the Nephilims and the people from Amalekites, they have been assembled to the enemies, and God wanted us to conquer them so that we possess. Hakuna mtu mwenye anasema nilikwambia kwamba fight. Nikakuonyesha nini? Biblia mpaka zingine zilikuwa zinaniatia. Hapa Biblia inasema kwamba there were giants. Ila kulikuwa na jitu duniani. Wao wanafikiri shamba mnasha kwa fikiri shamba kuna mtu kwa hiyo shamba. Unataka gari mnasha. Wao wanafikiri gari inatengenezwa kwa kitu kipatao. Kuna mtu anangojea gari Mungu. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came into the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. When you hear the giants were in the world, or on the face of the earth, then you are hearing that when the sons of God came, the sons of God were angels. The sons of God were the people who God had chosen before He formed them in the womb of their mother. God had an appointment with them. God wanted them to be His vessel. God wanted to move with them. Those are the sons of God. God had a plan to move with them. God had a plan to do great things with them. When they were there, God wanted them to stay alive from polluted water, from polluted generation. But the sons of men, the sons of men, who are the sons of God, who are carrying the DNA of God, who are carrying the image of God, whom God has deposited in them the gift and the spirit that they should work and do the work of God. When they came and they looked at the women who are possessed, who are demons, who are spirits, they mix with them and they give birth to them. So God was, so God said, this generation, and wipe it away. God said, this generation, hii kizazi haiendi mahali itakuwa nyanza kutumia. Now that's where we found the Bible says, I know found a favor. Another version says, I know found grace. Another version says, I don't look or know with favor. I know was rescued. Give us our 13. Kwa hiyo Mungu akamwambia Noa, nitaangamiza watu wote kwa kuwa dunia imejaa ukatili kwa sababu yao. Hakika mimi nitaangamiza watu pamoja na dunia. And God said unto Noah, the end of all flesh, nitaangamiza dunia na watu wake kwa sababu imejaa uovu. When Noah Mungu anasumbuana na mtu akiwa kufika huo umri, Mungu anasaidia kidogo, mtamtanisha. Umesema hata fulani. Sasa imefika. Wow. Lift up your hand and declare, my Father. My Father. Say it again with passion, my Father. In the name of Jesus, in my generation, I declare as a child of God, not in my generation. I will not die like a dog. I will not die like somebody who doesn't know that he came to do what. Between the age of 12 to 39,
If you cannot realize the reason why you are existing, you are more than stupid. You are more than stupid. You don't know the reason why you are alive. Angalia hata shule inaelewa vizuri sana, ama ile idara ya masomo inaelewa vizuri sana. Mtoto anaanza masomo akifika miaka 24, 25 anaanza kuanza masomo au anatafuta maisha yake mtakatifu. That is the area whereby what God has deposited in a man inaonekana. Na ukikosa hiyo area ufike 40 wisha watu wanadanganya kwamba life begins at. Mimi nawaambia at the age of 40 your life has been destroyed or has been saved. Sio kwamba life begins at 40. Never. Ukifika 40 kama hujafanya chochote chenye kiko na help ya Mungu, wisha. Asa kuja hapa utusukue hapa hata speaker wewe. Ukishika speaker mifuko inaanza kucrack. Suma, you have nothing you can do. Because God wanted to use you when you were still small. But you did not find yourself. You have been striving with the Spirit of God. Then God reached out and God said, I will be with you. Amen. Let me give you 5 points. Then I will not speak about the scriptures. I will not speak or interpret about it. Why? The new generation, God spoke to me this morning. God said, number 1, the new generation or youth, God is moving with them because number 1, they are quick to act on the word of God. They are quick to act on the word of God. If the young generation can listen to the word of God and God can speak to them, they are very quick to act on the word of God. I had a scripture, but the time is not on my side. Number 2, let me speak like a person speaks in a studio. Number 2, why God moves to the new generation. God moves to the new generation. Number 2, naomba nisema wako haraka kulishika neno la Bwana na kulifanyia kazi. Number 2, why? And that's why the devil is chasing them. The devil is chasing them day and night. Because if the devil leave the young generation kidogo, wakilishika neno, the people that they act, neno likisema wanalifanyia kazi. Number 2, they are good to be sent on a mission. Jambo la pili, why new generation? Number 2, new generation because they are quick and good to be sent on a mission. Mungu anatendea sana na vijana. Jambo la pili, kwa sababu vijana ni wazuri na wepesi wa kutumwa kwenda kufanya kazi na kukamilisha huduma ambao wametuma kufanya. That's why ukienda kwa colleges and high schools kuna wasichana na vijana ambao ni devil worship, but they are serious with what they are doing. Maandiko iko hapo. Kiliko kama ndiko andiko ya just using the time that God has given me in useless man, because when God spoke to me is not that He's going to speak to me. It's not a book that I'm writing. It's a preaching that I'm preaching. So number 2, they are good and quick to be sent on a mission. Wakituma kwa huduma, hakuna huduma inayoelezea wakatoka bure. Wataikamilisha. If I read the scripture, you will know what the Bible says. Number 3, there is only this number 3. They are beautiful and handsome. Why the new generation number 3? The new generation because they are beautiful and they are handsome. If you want to know a Kadwa, wachana mambo ya kwanza kuangalia, unaangalia mke Kadwa unasema huyu mama alikosa kile kitu ambacho alikuwa anafanya. Angalia picha. Wachana kuangalia chochote. Na ukitaka kujua Kadwa hakukosea, unataka kuangalia Jasina na kupoteza. Angalia picha. They are beautiful and handsome. They are beautiful and handsome. Ukapita kwa yake alikosema, wacha kuangalia naye. Unajua uzao ukiingia magonjwa na uzao ukiingia zingine kwa mwili zinaanza kuharibika. Jana nilikuwa nikipigwa picha, tulikuwa tunasoma na kupigwa picha mahali.
na nikasikia one of my sisters akasema Uncle Timo, simama vizuri. Nikamwambia kwani nimeshikilia? Akasema umelema kidogo, simama vizuri. Nikasema nikamuuliza hivi, akasema ndio sasa nitoka vizuri. Nikasema nikapiga picha. Akasema sasa hivi lakini sasa nyingine ilikuwa imelema. Mimi sikuwa imelema. It's because my years. Sio miaka ya kusimama hivi sasa. They are beautiful and handsome. The devil is chasing them because God wants to use them in the union of their beautiful. And also the devil is chasing them because they are beautiful. Number 5. Number 4. Is it number 4? Yes. Where the new generation, where is the God is concerned, the new generation. Number 4. Number 4, the new generation, they keep God's prophetic words. Oh my goodness. Oh my goodness. They keep God's prophetic words. Some of us today, the anointing that we're keeping today, we have revivals in your days, and in our days people will preach, and they will call us from far, and they will say, I see God has deposited something in you. There is something in you. I remember the late Apostle Samuel who will stand and tell my wife, look directly in my eyes. I see the call in you. I see the ministry. Then my wife will go like that. They keep prophetic, God's prophetic word. They keep them because they are. Sasa wewe ukiambia mtu kama Mama Kesta, ninaona mwitu ndani mwako. Wewe una uhakika Mama Kesta hawezi kupiga mandasi na ngoja kufikiria kufungua deni. Mungu atafikia kwenda kuhubiri. Tuseme ukweli wote uongo. Mnaona inawezekana? Utaongea na kupita ile mlango ukimuuliza kwambia, ninakumbuka tu kitu moja alisema kwamba nifungua deni. Wewe nini unasoma Joeli lakini hamwe. Joeli inasema nao wasitafanya nini? Kwa nini? Wasema wanaota ndoto, ni ndoto za mambo yanamshinda wakiangaika. Anauza mandasi na anasema oh God, if you can bless me with a hotel, akila atauta akongao. Na watu wamejaa kongao na kuja na kuna baka na mtu amechoka. Na wewe ndio unajua kwa. Bado tayari. Ndio si kitu ambacho ndio kitu ambacho ni nzuri. Haya kwa and I am personal vision, no dreams, vision. Vision. Ambayo inambright. Finally number 5. Finally number 5. Why the new generation? Why is it God is concerned the new generation? The youth. God is concerned with the youth number 5. Because they are energetic or strong. Yote kwa maandiko na yote tunaweza kuyamsema. Energetic or strong. Kuna mahali mtu anakosa kuelewa nini? Na wote. Because of what? Kama kukosa. Allow me 10 to 15 minutes kuzungumza moja. Then we move forward. They number 1, the Bible says, I said point number 1, they are quick to act on the word of God. Genesis chapter number 6, verse number 13, we have seen now, we shall be moving to verse number 14. Part 3, the Bible says, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with a mouth. Give me verse number 14. Verse number 14, the Bible says, make me an ark of a copper. Wood, rooms shalt thou make in the ark, and shall pitch it within, and without with pitch. Sorry. Kwa hiyo mtengenezee safina kubwa kwa mbao za mvinje
verse number 32. Noa akafanya kila kitu kama vile Mungu alivyomwamuru. The young generation, when they know that God is the one talking to me, they don't hesitate to do what God is commanding them to do. They act with the speed. They are quick to respond. They are quick to do what God has told them to. That's why the devil like using the young generation. Because the young generation, when the devil tells them, if you give me the blood of young girls, you love your man. They will work hard to bring the blood of 10 young girls. When the devil tells them, if you bring the blood of people who have never married, men who are not married, 10, they will do very good. Wanafanya kwa pesa because they are young, but they all that's what the Bible says. That didn't know according to all that God commanded him, so did he. So did he, or so did he. How we shall the young generation. God is concerned with the young generation because the young generation listen to God. When the word of God came to Abraham, the word of God didn't come to Abraham because he was old. The word of God came to Abraham because Abraham was young. Am I talking to us? Abraham was young. Am I talking to us? Give me very quickly because of the time. Because of the days of time. Give me very quickly the book of Genesis chapter 12. Give us number 3 and 4. Give us number 3 and 4. Very quickly. Do very quickly. God is not concerned with the old man. Welcome on the same now. Listen to what the Bible says. Nitawabariki wale wanaokubariki. Na yote kulaania nitamlaani. Nitakubariki yeye akubarikie na ndio tutamlaani tamlaani. Twende. Na kupitia kwako mataifa yote duniani yatabarikiwa. Ndipo Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyokuwa amemwambia. Sikia Biblia inasema, ndivyo Abrahamu akafanya nini? Akaondoka. Vile Bwana alivyokuwa amemwambia. Hakukaa. Maandiko yanasema kama Abrahamu toka, hivyo ndivyo Abrahamu akaondoka kama vile Bwana alivyomwambia. Wakati Abrahamu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka 75. Wakati Abrahamu alipoambiwa aondoke Harani, Biblia inasema alikuwa na miaka ngapi? Mtu nauliza alikuwa na miaka ngapi? Nauliza tena alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka ngapi Abrahamu? Niangalie katika Biblia yako in the book of Genesis chapter 25. Genesis chapter 25. I want to talk when Abraham was young. You may want to be wondering about I'm talking about Abraham. Abraham was old. Abraham was not old. Abraham was young. Genesis 25. Where are you? Genesis 25 verses what? Pastor, the death of Abraham, God bless the son Isaac. Jesus. Remember that picture? 25. I'm running the time. That's why the devil is also running with me. 25. The generation of Isaac, Abraham son, no. Look for me where Abraham is dying. Verse 7, you can read verse 7 and 8. Kwa jumla Abrahamu aliishi miaka 175. So when I'm telling you that Abraham was called when he was young, I know. Because some of you, when you read the Bible in the book of Genesis chapter 12 and verse 4, na usikia kama Abraham akaondoka vile Bwana alivyomwambia na miaka 75, unafikia 75 sasa amezeka. Kama alikuwa amezeka 75, mbona aliishi miaka 100? Jio 75. God needs to want to be young because they are quick to act on God's word. So Abraham was quick to act on God's word because Abraham was
kuzungumzia. Lift up your hand and declare, my Father, my Father. Lift up your hand and declare, my Father, my Father. As long I am young, I declare in your presence, I will not die prematurely. I will not die prematurely. Nothing good that I will miss in my days. Say again, nothing good. Hakuna chochote kizuri nitakachoweza kukosa katika siku zangu. Sema kwa jina la Yesu. Kama ni ndani kwa vijana, ninatangaza sitakosa kitu kizuri, na ninatangaza kila kitu ambacho nimeumbiwa, ambacho cha utajiri, ambacho kuinua, ambacho cha afya, ambacho kiko mbele yangu, ninatangaza kwa jina la Yesu, nakipokea, 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 nakipokea. Sema kwa jina la Yesu, nitaishi zaidi ya miaka ambayo niko nayo. Sema tena, nitaishi zaidi ya miaka niko nayo. Sema kwa jina la Yesu, anayepanga kuniondoa kabla wakati wangu, ninasema utaweza, hautafanikiwa. Ninaamrisha nitaishi zaidi ya miaka niko nayo. My Father, my Father, I declare I will not die prematurely. Yakamoja na mimi Bwana, kama vile Abrahamu, maandiko yanasema akatoka na miaka 75 akaishi miaka 100 juu yake. Na ninatangaza kwa jina la Yesu, kwa miaka ambayo nimefikisha, ninaweka times 4, ninaweka times 4, ninaweka times 4, ninaweka times 4, ninaweka mara mbili, ninajumuisha mara mbili. Ninakataa kifo cha mapema, magonjwa yananigojea, maradhi yananigojea, ajali ambayo inanigojea, kifo cha mapema ambacho kimeundwa kwenye anga, ambacho kimeshindikwa kwenye anga, ambacho kimewekwa kwenye anga, kinangojea kiniondoe kabla wakati. Natawanya kwa jina la Yesu, natawanya kwa jina la Yesu, natawanya kwa jina la Yesu. I will not die prematurely. I refuse premature death. I refuse premature death. Premature death. Scatter, scatter, scatter. Amrisha. wataishi kushiba miaka
Jehovah Lord, for the session, Lord God, that has just ended. We thank you for using your servant and speaking to your servant concerning this young generation, oh Lord. This generation, King of glory, my Father, that Jehovah, you purpose to move with the King of glory and do great things. We glorify you, my Father, my God, and how we pray that, oh Lord, all that Jehovah Lord you spoke to your servant, may Jehovah Lord come active unto the use of this church, that my Father, my God, you are going to use them greatly in the name of Jesus Christ. We thank you, Father, for loving us and speaking unto us this morning. We pray, O King of glory, in the entire day, O Lord, continue speaking to us, continue ministering to us in the name of Jesus Christ. We thank you for each and every session. Have your way and take over, Holy Spirit. We magnify you and adore you, for you are good. Receive all the glory, receive all the worship and honor in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We believe and pray.